Unavyosema awe na viongozi wapya unamaanisha ambao wako sasa hivi ambao wana uhakika wa kuongoza mwakani watafaa wabadilishwe. Yani maana yake ni nitoe tu mfano labda. Mfano kwenye taifa tunajua ni CCM inatawala. Ndio. Sasa Zanzibar kilichofanya wakakaa mseto, si walikuwa nakwepa tatizo. Ndio hivyo hivyo. Na sisi tunapitia hayo kwamba kuna majira yanayolazimisha muwe na kiongozi mwingine mpya. Asipokuwepo nyinyi mliopo mnapata matatizo. Yaani mnaonekana absent, hampo. Na kwa sababu dunia haiongozwi na physical bali spiritual, kiroho. Yaani dunia yenyewe inaweza ikajiset kwamba taifa hili mwaka huu sitaki kuwa na viongozi hao. Kwa mfano kama taifa gani la juzi ambao wanaingia kwenye matatizo? Nepal. Hivi unajua mwaka huu wakati wanaingia Nepal hawakutegemea kama watakuwa na uongozi mpya. Sasa nikwambie kwa nini Nepal imetokea hiyo. Mnisikie kwamba ninaposema hayo majira na maana. Okay. Mwaka huu ni mwaka namba 7, yani 2 na 5. Sawa? Yeah. Nepal ni N. N ni alphabet position 14 kwenye mambo ya alphabetology. Okay. Sasa 14 ni 1 na 4 5. Ukiileta kwenye ile 7 inatokea 10 na ngapi? 12. 12. Sisi watu nani ukisoma kitabu cha Ufunuo, watu wenye hekima za kujua namba, namba Mungu alikadiria mwisho 9. Namba za binadamu mwisho 9. Ndio maana mtu anazaliwa miezi 9. Kwa hiyo inabidi 12 ni calculate mpaka itokee namba hii moja, zisiwe 1 na 2. Kwa hiyo inabidi chukue 1 jumlisha 2 inatokea ngapi? 3. 3 maana yake taifa linataka viongozi wapya. Sasa wewe ujiulize kwa nini kitu cha mtandaoni tu kilete maandamano makubwa namna ile? Ujiulize. Yeah. Si kijana tu anasema mambo ya mtandaoni tu yale. Yeah, naambiwa serikali tu ilifunga mitandao ya kijamii. Ilifunga tu mitandao ya kijamii, mambo ni mambo ya kawaida, sababu ishafunga mara nyingi tu. Wao mwaka huu baada ya kufunga ikawa unafikiri kilichohamisha watu huko mtaani ni nini? Spirit. Hizo ndio roho ambazo nchi yoyote ikiwemo Tanzania wakati wowote kunapofanyika uzembe wa aina yoyote unaweza kutokea watu wakavamiwa na roho ya ajabu mpaka usiamini. Yaani mimi natamani viongozi wangu wote walio madarakani na wasio madarakani wakija kuwa madarakani wajue hiyo. Wa chama chochote kile. Usisubutu ukaenda kama vile wewe ndio kila kitu. Ni kwamba uko juu kuna roho, yani rais ana mkuu wake. Kila ikulu ina malaika. Nilishasema mara nyingi sana watu hawajui. Malaika yule akiambiwa na Mungu mkata huyu muondoe hapa. Ukae ikulu. Watu wanaweza kukuchagua. Hata watu tukupende kabisa. Ikulu kisema malaika wa ikulu akisema hatutaki simtaki huyu. Hakai ikulu. Wow, kwa ukitazama yani Mungu ana dominate kwenye mataifa yote. Kwa hiyo haki ikitendeka malaika yule huwa hana neno. Haki isipotendeka anatoaga muda. Haiji pupa. Hata Nepal sio kwamba leo ndio imeonekana na makosa. Inaonekana makosa ni ya muda mrefu sana. Ni mengi. Siamini kabisa kama ni ghafla. Yes, kuna hatua huaga malaika wavumilie. Na ukitizama sasa katika ulimwengu wa kiroho kwenye hii nchi yetu sasa hivi, unadhani malaika watakuwa wametoweka kwenye ngo ipi? Sasa hilo swali la uchokozi hilo. Malaika ni kwamba malaika wamepanda mbegu mpya muda mrefu tu ambayo inakwenda kuchipua kuanzia mwaka huu kwenda mwakani. Mbegu mpya maana yake kuna viongozi wapya. Kwanza nilisema hata kwenye bunge itatokea hivyo, viongozi wataingia wapya.